Ndugu wanahabari, uwepo wangu hapa leo ni uthibitisho wa dhamira ya dhati ya serikali kuinua tasnia ya habari, hususan habari za maendeleo. Kasi ya kukua kwa mabadiliko ya teknolojia ya habari na mawasiliano duniani imefanya tasnia ya habari kushuhudia maendeleo mengi na makubwa. Pamoja na habari tunazozipata kupitia magazeti, redio na television, ambavyo ni vyombo vikuu tulivyovizoea kwa muda mrefu. Sasa pia tunaona mitandao ya kijamii, blogs na television za mtandaoni au online TVs, nazo zimeendelea kukua kwa kasi, hali inayochangia mabadiliko katika namna tunavyopeana habari na hata vifaa vinavyotumika kupokea habari zenyewe, ikiwemo simu janja za mikononi. Maendeleo haya makubwa ya TEHAMA yanatakiwa yawe chachu ya kuhakikisha wananchi wanapata taarifa sahihi na kwa wakati. Na hayo ndio matarajio ya serikali na wananchi. Kwa mfano, habari kuhusu bei za bidhaa, masoko, fursa za kibiashara, ubunifu mpya unaongeza tija katika uzalishaji ni za muhimu kwa serikali, sekta binafsi na wananchi kwa ujumla. Taarifa hizi zinasaidia kufanya maamuzi sahihi kuhusu uchumi na biashara. Halikadhalika, taarifa hizi huziwezesha serikali kuimarisha utawala bora na uwajibikaji. Nchi yetu imefanikiwa kutekeleza miradi mingi ya maendeleo yenye tija kiuchumi, kisiasa na kijamii. Miradi hii ambayo imetekelezwa katika sehemu mbalimbali za nchi yetu inapaswa kujulikana na kuelezwa kwa wananchi, wajue kinachoendelea ndani ya nchi yao. Lakini kwa upande mwingine tumefanya mageuzi mengi ya kisera na kisheria ambayo pia wananchi wanapaswa kujua, na watakaoweza kuwajulisha wananchi mageuzi haya ni nyinyi vyombo vya habari vya aina zote nilizozitaja hapa. Kwa hiyo niseme tu kwamba yanayotokea nchini, kwa mfano, tumeimarisha matumizi ya TEHAMA katika utoaji wa huduma na kufanya tathmini ya kina ili kuboresha mifumo ya haki jinai. Lakini vile vile tumeimarisha mifumo ya kodi nchini na mifumo kadhaa kusomana ndani ya serikali, lakini bado haijatumika ipasavyo mwananchi kuweza kuzifikia taarifa kutokana na mifumo hiyo. Sasa hiyo ni kazi yenu wana mifumo, lakini pia wanahabari, kuwapa taarifa wananchi zinazowahusu. Vile vile, kama mnavyofahamu, malengo yetu ya maendeleo ni kuitoa Tanzania kutoka nchi ya uchumi wa kati, ngazi ya chini ilipo sasa, na kuipandisha kwenda nchi ya uchumi wa juu ifikapo 2050 au miaka 25 inayokuja. Kipindi hicho tunatarajia idadi ya watu kuongezeka hadi kufikia milioni 140, mara mbili ya tulivyo sasa, ambapo zaidi ya nusu ya watu watakaokuwa wanaishi wakati huo, hasa mijini, watakuwa ni vijana. Sasa ili kufikia malengo hayo kunahitajika mageuzi makubwa kimipango, kiuwezo na kifikra. Na katika hili ninyi wanahabari mnalo jukumu kubwa na la msingi la kugeuza mindset za watu, kugeuza fikra za watu, kuwaonesha yale ambayo yanatarajiwa kwao, yale ambayo nchi yetu inatarajia mbele yetu, yale ambayo serikali zetu inapanga kwa mbele ya nchi yetu au kwa future ya nchi yetu. Hayo yanataka kuelezwa kwa wananchi. Kwa kazi hiyo iko kwenu waandishi wa habari. Nataka nitambue kwamba na nipongeze waandishi wa habari kwa hatua hii ambayo mmefikia. Huko nyuma mlikwama, lakini kwa sababu, na miongoni mwa masuala yaliyokuwa yanakwamisha tasnia hii kutoa mchango wake stahiki ni kukosekana kwa ujuzi na uzalendo. Huko nyuma, aidha kwa kutokujua au kwa kuona tunafanya ndivyo, tulikuwa tunaongoza katika kuandika
makala zinazobomoa nchi yetu, makala zinazoisema nchi yetu. Lakini sasa hivi ukisoma makala nyingi zinajenga nchi yetu, nyingi sana zinajenga nchi yetu, zinasifia nchi yetu, zinaeleza ukweli yanayotokea ndani ya nchi yetu. Na hata pale mnapoeleza mabovu, ni mabovu ambayo kweli yanahitaji kuelezwa ili serikali ione na kila mtu aone, tuchukue hatua. Kwa hiyo nawapongeza kwa hilo. Lakini nisisitize neno uzalendo. Nimekuwa nikisema mara nyingi na waandishi wa habari kila ninapopata nafasi kuonana nanyi, wenzetu kule nje, zile habari ambazo wana hakika hizi zinaenda kulibomoa taifa lao, huzioni wala hazitoki. Lakini sisi huku wanataka kujua kila kitu kilicho kwetu, na wanaotumika ni waandishi wa habari hawa wa kwetu huku. Semeni kuna nini, sema kuna nini. Pengine kuna incentives ndogo ndogo tu zinazokufanya uandike na uwape. Ukija ukiona kwenye vyombo vingine vya habari, Al Jazeera kasema, BBC kasema, sijui nani kasema, unasema ni kazi yangu ile nimepeleka. I don't know, sijui unajisikiaje kuiona nchi yako inasemwa kwenye vyombo hivyo vikubwa, ulimwengu mzima wanaona, anieti wewe ndio umeandika kuwapa. Sijui unajisikiaje. Lakini nataka niseme kama nilivyosema mwanzo kwamba kwa sasa hatua tuliofikia, na wapongeza sana. Mmekuwa mkiandika vitu vizuri kuhusu nchi yenu.